Hello, welcome to Naomi Lifestyle Journey. Hope mko poa, mimi niko poa. Karibuni sana 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 wapenzi wangu, asanteni kwa subscribers, asanteni kwa wale ambao mtaendelea kunisapoti kwenye ku-like, nawapenda sana sana sana. Leo nimetaka nije na kuanzia nilivyoanza hii journey ya lifestyle journey, kubadilisha maisha yangu. Nataka ni share na nyie mimi nimejifunza so far. Kwa kweli safari ni ngumu kwa sababu ndo kwanza ni mwanzo, tunajaribu kujiadjust. Tunajaribu kuna vitu kwenye maisha hapa na pale, unajaribu kuacha hichi, kuadapt hichi, kwa kidogo it's a bit challenging, but Mungu anasaidia kwa kweli. Mimi niseme tu Mungu anasaidia. Ni mapambano kwa sababu kuna vitu ambavyo ulikuwa umevizoea sana, inabidi uviache, na kuna vitu ambavyo ilikuwa sio vitu vyako, lakini inabidi ndo uende navyo, uadapt. Kwa hiyo sometimes ni ngumu, lakini tunapambana. Nini nimejifunza kwenye hii safari? Kwanza nimejifunza mambo mengi, lakini kwanza nimejifunza kuwa consistency. Yani consistency is the key. Yani kama ni mazoezi, yani inabidi ufanye mazoezi, yani kwa wiki mara 3. Hata ukiweza kufanya kila siku, kwa mfano ukashindwa asubuhi ukafanya jioni, yani lazima kila siku at least ufanye kitu cha kukuchangamsha mwili, yani kuwa more active. Kwa sababu kama mimi nimejifunza hiyo, kwa sababu sometimes mimi nilikuwa nikishinda nikikaa niko tu sawa, lakini yani nimejifunza kwamba okay, kuwa tu kukaa hayo sio maisha. Kwa hiyo I need to hakikisha kwamba nimechangamsha mwili, nimesweat, hata kama ni kidogo, hata kama ni dakika 20, dakika ngapi. Nimejifunza kuwa more active. Kitu kingine nilichojifunza so far ni discipline. Discipline. Yani discipline nayo, yani kwenye hii journey unabidi uwe more, yani uadapt, yani uwe na discipline ya hali ya juu kwenye kila kitu, yani kwenye kila kitu. Kwa mfano kwenye swala kama la chakula, yani inabidi uwe na discipline, kwa sababu kwanza unakula yani kwa adabu, yani sio kila kitu utakula, yani utakuwa, yani kuna vitu ukiviona, yani unaishia tu kuviona na unaviacha kama vilivyo. Yani unahitaji kuwa na discipline ya hali ya juu sana kwenye kula. Imenifundisha yani kuwa more disciplined. Sometimes nataka kula hivi, nakumbuka hapana. Nikikumbuka malengo niliojiwekea, sometimes nasema okay, no. Okay, kingine cha 3 ambacho nimejifunza kwenye hii safari yangu ya lifestyle journey so far ni kwamba you need support. Yani kwenye hii safari nzima you need people who can push you. Yani tunajua kwenye safari ya kupungua au safari ya kubadilisha maisha, kuna watu ambao kwanza hutataka either kuwaambia au wajihusishe na safari yako au kuwashirikisha kwa namna moja au nyingine, lakini kuna wale watu ambao unajua kabisa huyu anaweza kanisupport kwa njia moja au nyingine, anaweza ni mtu ambaye ananitakia mema, ni mtu ambaye anataka kuwa, anataka maendeleo au mafanikio au mabadiliko yako. Mtu kama huyo unaweza kumshirikisha akakusupport, kama ni labda ni mama, ni dada, ni mume. Lakini kuna wale wengine utamshirikisha kwamba okay, mimi nataka kupungua au nataka nini au nimebadilisha hichi, mimi naona lakini yeye ndo atakwambia hamna bwana, kwani mbona uko sawa, mbona uko nini. Wale watu kuna watu ambao kazi yao ni kuvunja wenzao moyo, lakini kama ukipata mtu ambaye atakusupport, jaribu kumshirikisha. Mimi imenifundisha sana, kwa sababu kwenye issue kama ya mazoezi, yani ni kitu ambacho kimenisaidia, kwa sababu nimekuwa na mtu ambaye, na mdogo wangu nyuma, ambaye yani atakwambia hata kama unajisikia vibaya fanya kidogo. Yani
naona ni msaada mkubwa sana, kwa sababu ingekuwa kama ni mimi, pengine ningekuwa yani either hata kama nafanya kivivu sana, au labda yani nimeshakata tamaa, labda pengine nimeshaacha. Lakini ukiwa na mtu ambaye anakusupport, kwa kweli ni kitu kizuri sana, na tunahitaji watu wa kutusupport, kwa sababu ni safari ambayo ni ndefu. Yani huwezi kuanza kubadilika leo then uone matokeo kesho. Ni safari ambayo inahitaji watu ambao wako karibu na wewe, wakuelewe na wakusupport kwa njia moja au nyingine. Matokeo katika hii safari, matokeo ni zaidi ya yale unayoyaona kwenye mizani. Kwa mfano, umechukua mizani yako, labda ulikuwa na kilo 90, umepima labda ukakuta una kilo labda 89, lakini ukakata tamaa, ukasema yani mwezi mzima kweli labda nimejitahidi kula vizuri, nimejitahidi kufanya mazoezi, nimepungua kilo 1. Lakini kumbe ukikaa ukafanya tathmini, ni zaidi ya ile kilo 1 uliotoa. Kwa sababu mimi nikijiangalia, of course sijapima kilo recent kujua kwamba yani imekuaje au kilo zangu zimeshuka mpaka ngapi, lakini yani mimi mwenyewe naweza kutestify kwamba nilivyokuwa mwanzo sio nilivyo sasa hivi. Nikijisikilizia mwili wangu vile nilivyokuwa, najisikia mzito, nasikia kuchoka kila saa, najisikia kuumwa, najisikia niko lazy, saa nyingine kichwa kinauma tu bila sababu. Lakini sasa hivi naona yani hata kama kilo isipopungua, hata leo nikapima uzito nikakuta kilo, yani sitakuwa disappointed, kwa sababu ninaona the way mabadiliko kwenye mwili wangu. Yani kuna vitu ambavyo vimebadilika, yani ninaviona. Kwa hiyo hata nikipima kilo nikikuta, of course ni vizuri ukipima kilo kute zimeshuka, ni kitu kinatia moyo, kinatia faraja, na kila mtu anapenda iwe hivyo. Lakini sometimes inaweza ikawa tu kilo zimestuck, lakini ukiangalia unakuta mtu saa nyingine ulikuwa huwezi kulala vizuri, usingizi umeanza kuupata vizuri, ulikuwa unachoka, ulikuwa ukinama kiuno kinauma, pengine labda kimeachia. Yani kuna vitu vidogo vidogo ambavyo unatakiwa katika hii safari ujaribu ku-appreciate zile hatua ndogo ndogo na vitu vidogo vidogo ambavyo matokeo yale madogo madogo, ili yaendelee kukupa moyo na ili uweze kusonga mbele zaidi. Mimi binafsi nimejifunza kuepuka vishawishi kwa kukwepa baadhi ya mambo ambayo najua kabisa hayanisaidii au hayaleti positive impact kwenye safari yangu. Nimejifunza kwamba kusema hapana. Kwa mfano, kuna marafiki, kuna labda outing zile, kwa mfano kama Ijumaa, twendeni huko, labda kuna mahali pamefunguliwa, kuna chakula kizuri, twendeni tukale. Unajua kabisa ukienda kule utashindwa kujicontrol na vitu kama hivyo. Kwa hiyo vitu vingine nimejifunza kusema hapana. Kwa hiyo naangalia kile kitu ambacho unajua kina impact, au nikienda najua yani mazingira yaliyopo najua nitaweza kucontrol na nitakuwa na discipline, na nitajua kwamba hata kama nikula nile nini lakini kama vitu ambavyo unajua sasa nikienda, labda kama ni mtu wa kunywa pombe sana au hizo majunks, labda sema junks, nimejifunza kusema no. Okay guys, ni hayo tu kwa leo. Nimesema ni share na nyie. Najua vitu vingi tunajifunza katika maisha ya kila siku, katika mabadiliko yoyote ambayo mtu anafanya, lazima unapitia hizo kujifunza, na lazima uanguke ili upate kujifunza. Kwa hiyo tuendelee, tusikate tamaa. Tunapoanguka, tujifunze na tuendelee kusonga mbele. Kama na wewe ulikuwa uko kwenye safari ya labda lose weight, safari yoyote, kuna yale ambayo umejifunza pia, unaweza ukashare na sisi kwenye comment, na sisi tupate kujifunza kutoka kwako. Ni hayo tu kwa leo, nawapenda sana. Till next time, bye bye.